Salamu kutoka usharika wa Kibamba, mchungaji pamoja na wainjilisti walioko pale na watenda kazi wa usharika wetu wa Kibamba wanatuma salamu nyingi za upendo kwenu ninyi ndugu wa Msakuzi. Mbona hizo ameni za mashaka na wasiwasi? Hamtaki salamu? Nishukuru pia mchungaji ambaye amenipa nafasi hii pamoja na ofisi yake, mwinjilisti, wazee wa kanisa wa mtaa huu ambao pia wameridhia mimi niwepo hapa katikati yenu kufanya ibada hii takatifu pamoja nanyi ndugu zangu wa Msakuzi. Haleluya. Amen. Na ni siku njema ambayo Bwana ameifanya nasi tunaishangilia na kuifurahia. Haleluya. Amen. Saidie kuwakaribisha ndugu wawili watatu nyuma, mbele, kulia, ukimwambia karibu nyumbani mwa Bwana. Alafu nisaidie kumwambia ukiniona nasinzia ukumbuke kuniamsha. Haleluya. Asubuhi ya leo napenda tuzungumze mambo machache, alafu tuombe, tuendelee na ibada ya Cantate Domino na baadaye tuende nyumbani kwa ajili ya mapumziko. Nataka nizungumze kwa habari ya sababu za kiroho zinazoweza kupelekea mtu apitie kwenye mapito au nyakati ngumu. Sababu za kiroho zinazoweza kupelekea mtu ama familia ama kampuni ama ndoa apitie nyakati ngumu au apitie kwenye mapito. Zipo sababu nyingi za kiroho, na ninaposema sababu za kiroho pia kuna sababu za kimwili. Lakini mimi asubuhi ya leo nitakutazamisha sababu chache za kiroho zinazoweza kupelekea mtu apitie nyakati ngumu. Na mtu anayepitia nyakati ngumu, hata tunaposema kwenye swala la kuimba, kumwimbia Bwana, leo ni siku ya kumwimbia Bwana, mtu huyu hawezi kuimba katika roho na kweli. Yaani kama unapitia kwenye nyakati ngumu, huwezi kumwimbia Bwana wimbo mpya. Kama unapitia nyakati ngumu, ndani yako hakutakuwa na nyimbo mpya. Ndio maana wana wa Israeli walipofika wakapita katika nyakati ngumu, walipoambiwa waimbe wimbo wa Bwana, wakasema tutaimbaje wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni? Ndipo walipotundika vinubi vyao. Kitu gani kilitokea? Walikuwa wanapita katika nyakati ngumu za utumwa na kutekwa. Kwa hiyo wanalazimishwa kuimba wimbo wa Bwana. Wanasema hatuwezi kuimba wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni. Na kuna waimbaji wengi, kuna Wakristo wengi, washarika wengi wanaimba, lakini wanauimba wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni. Wanauimba wimbo wa Bwana katika hali ya vifungo mbalimbali. Wanauimba wimbo wa Bwana katika hali ya vifungo vya kimaisha. Hebu nikuulize tu, hivi kama ndoa yako ina shida, unaweza kuimba kwaya wewe? Utakuja tu kwa sababu walishanizoea ni mwimbaji na nisipokuja watanitembelea, lakini utaimba, lakini huwezi kuimba wimbo mpya. Huwezi kuimba kwa furaha. Ndio maana siku hizi tunaona nyimbo nyingi hata zikiimba watu hawagusi, kwa sababu wengine wanaimba wakiwa wamefungwa. Mimi ni mwalimu wa kwaya, ni mwimbaji. Kwa hiyo nazungumza kwenye kona ya mwimbaji, nazungumza kwenye kona ya walimu. Alafu nilianza kuimba tangu mimba ilivyotunga tu. Tangu kwa kwenye viuno vya baba yangu. Sababu baba yangu ni mwimbaji, takiana amani. Baba yangu, mama yangu ni mwimbaji. Kwa hiyo nilipokuwa kwenye viuno vya baba yangu nilikuwa naimba kwaya. Amen. Sijapata ameni hata moja. Amen.
Nilipoingia kwenye tumbo la mama nikaimba. Amina. Nilipozaliwa nikaendelea kuimba. Amen. Tutakiane amani. Kwa hiyo nazungumza kwenye kona zote. Kwenye kona ya mwimbaji, lakini kwenye kona ya mwalimu wa kwaya. Kwamba huwezi kuimba wimbo mpya katika nchi ya ugeni. Sasa nchi ya ugeni inaweza ikawa ni mapito unayopitia. Ndio maana tunaweza tukasema imba, walimu tunapataka shida sana, lakini sisi sifundishi kwa sababu ya wajibu mingi nilionayo. Unamwambia mwimbaji imba. Yaani walimu unapata shida. Huwezi kuifundisha mtu ambaye yuko kwenye vifungo. Ndio maana tunaombea Mungu sana walimu wa kwaya nao waokoke. Takiani amani. Amina. Na mtu anasema Kimaru useme somo lako. Sasa hili kwani si somo? Naweza nikasema amen nikasema amen. Sasa mtakuwa mmebarikiwa. Amen. Kule nyuma tutakiani amani. Unanisikia eh? Ukawa na mke ambaye yuko kwenye vifungo. Ukawa na mume ambaye amekamatwa kwenye vifungo. Ukawa na watoto ambao kwenye vifungo. Ni shida. Sasa nataka nizungumze asubuhi kidogo tu kwa habari ya sababu za kiroho zinazoweza kupelekea mtu apitie nyakati ngumu. Ni somo pana sana, lakini nitajitahidi kusema machache, alafu tuendelee na ibada. Ziko sababu nyingi za kiroho zinazoweza kupelekea mtu apitie nyakati ngumu. Ziko sababu nyingi za kiroho zinazokuwa au zinazoweza kuwa sababu ya mtu kupitia nyakati ngumu. Na sababu ya kwanza ambayo inaweza ikapelekea mtu apitie nyakati ngumu, sababu ya kwanza ni vifungo. Mwambie jirani yako vifungo. Mwambie vifungo. Ukisoma Zaburi ya 102 mstari wa 19 mpaka 20 utakutana na maneno haya. Anasema, maana toka mbinguni Bwana ameiangalia nchi ili akusikie kuugua kwake aliyefungwa na kuwafungua walioandikiwa kufa. Hilo nalo ni neno la Mungu. Sema tumshukuru Mungu. Nani amepata hapo? 102 mstari wa 19 mpaka 20. Hebu soma ndugu yangu mwenyewe. Maana ametazama toka patakatifu pake pa juu, toka mbinguni Bwana ameiangalia nchi